Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa na tukuzo za milele. Majina yangu ninaitwa Eric Mtalemwa. Ninapenda kukushukuru sana kwa namna ambavyo umejitoa kusubscribe channel ya Neno la Mungu ambayo Mungu amekuwa akinitumia kwa ajili ya kuzungumza na watu wake, ikiwa ni pamoja na wewe rafiki yangu na ndugu yangu katika damu moja ya Mwokozi wetu Yesu Kristo aliye hai. Na ninapenda kabla sijaleta neno la Mungu nikushukuru sana kwa sababu umejitoa kufuatilia mafundisho ambayo Mungu amenitumia kufundisha, na sio kwamba mimi ni mkuu ama mimi nina uwezo kuliko walimu wengine, lakini kwa neema ya Mungu ananipa kusimama kwenye jukwaa hili dogo ambalo amenipa, na ninaamini kabisa Mungu anaendelea kulikuza hili jukwaa na hii channel na hii account kwa kadiri anavyopendezwa yeye, kwa sababu hakuna neno la Mungu ambalo halina faida. Alipo neno lililotoka katika kinywa cha Mungu ambalo halina faida. Hivyo ninanyenyekea kukushukuru na kumtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa sababu umejitoa kwa hiari kusubscribe channel na kuendelea kusikiliza ujumbe huu wa neno la Mungu anaouleta katika ufunuo wa kipekee kama alivyopendezwa yeye. Asante kwa jinsi ambavyo unaendelea kunitia moyo, na ninaamini kabisa kwamba siku itakapofika, tarehe itakapofika, Mungu atanipa ufunuo namna gani ya kukufikia ili tuweze kusupporti kazi ya Mungu na kifanyike kitu cha ushuhuda na cha historia ambacho kitamtukuza Mungu kwa vizazi vyote kwa ajili ya watumishi wake ambao wanawatumia. Mwenyezi Mungu akubariki. Na sasa ninakuja na ujumbe wa neno la Mungu. Ninaomba uendelee kusikiliza na Mwenyezi Mungu akubarikie kwa namna ambavyo umejitoa muda wako kusikiliza. Leo nitakwenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28. Mathayo sura ya 28 na mstari ule wa 18. Mathayo sura ya 28 mstari wa 18, naye anasema ya kwamba, tukianzia mstari wa 16 anasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia. Huu ndio mstari wa neno la leo, mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo ninahitaji tuzungumze kwamba tunahitaji kuomba Mungu atupe mamlaka. Nguvu ametupatia tayari, lakini mamlaka ni ya watu wachache wamwombao. Kila mtu huku duniani anapozaliwa anazaliwa akiwa na nguvu, lakini mamlaka tunaipata kwa njia ya kutafuta uso wa Bwana, na tuelekeze mamlaka yetu yatakuwa kuanzia wapi mpaka wapi. Kwa sababu duniani kuna wafalme wengi, lakini hakuna mfalme anayetawala taifa la mwenzake. Kila mmoja amepewa kwamba wewe taifa lako ni hili. Utatawala Tanzania, utatawala Kenya, huyu mwingine atatawala Uganda, huyu mwingine atatawala Kongo, huyu mwingine atatawala Malawi. Hakuna mfalme anayeingilia mamlaka ya mwenzake. Hivyo katika mikoa na katika wilaya. Hivyo katika vitengo mbalimbali kuna mamlaka. Nguvu ya kila mmoja inatofautiana na mwenzake, na mamlaka vivyo ya kila mmoja inatofautiana na mwenzake. Kwa hiyo kwenye swala la nguvu, kila mmoja anayo nguvu, lakini mamlaka ni namna gani tunavyoweza kuipokea na ikatenda kazi ikatufaidisha. Mpendwa ndugu yangu, Bwana Yesu amekuja kwa wanafunzi wake akiwathibitishia, mliniona nikiwa na nguvu ya kuponya wagonjwa, mliniona nikiwa na nguvu katika habari ya kufungua vifungo vya watu, mliniona nikiwa na nguvu ya kuhubiri, mliniona nikiwa na nguvu ya kufufua wafu, lakini sasa nimepewa mamlaka yote.
Hakusema nimepewa mamlaka tu, nimepewa mamlaka yote. Kwa Kiingereza amepewa full mandate, amepewa full authority, kwamba sitakuwa na sehemu inayonizuia kuingia. Nina mamlaka ya kuingia katika kikao chochote cha watu. Nina mamlaka ya kuingia katika serikali yoyote ya watu. Nina mamlaka ya kuingia katika ofisi yoyote ya watu. I have unlimited authority to go anywhere, to perform anything. Ninaweza kwenda popote bila kuzuiliwa. Ninaweza kuingia popote bila kuzuiliwa. Basi Bwana Yesu alikuwa akithibitishia wanafunzi wake, na sisi tunaomfuata leo, ya kwamba mamlaka yake haina kikomo. Maana yake, wakati unapokuwa unapitia katika mtihani wa maisha yako, ama unapokuwa na maswali ambayo hakuna mtu anayeweza kuyajibu huku duniani, yamemshinda nabii yoyote, yamemshinda apostol yeyote, yamemshinda mchungaji yeyote, yamemshinda mzazi, yamemshinda mwenzi, mume au mke, yamewashinda hata taasisi kubwa, madaktari bingwa wameshindwa jinsi ya kukusaidia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mamlaka yao ina kikomo. Mamlaka ya daktari iko katika kufanya operation. Anafanya diagnosis, anakuchunguza uvimbe, anauona. Anakuchunguza tatizo la moyo, analiona. Ama anachunguza kansa, anaiona. Mamlaka yake imeishia hapo na kwenda kuchukua dawa kulingana na mamlaka ya kwake. Inapoisha mamlaka yake, anabaki kusema kwamba sasa tumuombe Mungu, kwa sababu sisi tayari tumefanya operation, lakini wakuponya ni Mwenyezi Mungu. Maana yake anakudirect, anakupa rufaa ya kwenda kwenye mamlaka za kimbingu za juu sana. Na ndiyo maana wakati fulani unapoumwa ugonjwa, unaweza ukaumwa ugonjwa mkubwa, wakaenda wakakupima. Wanapokuwa wamekupima wakaona hakuna ugonjwa, ama wamepima wameona tatizo ni kubwa, mwisho wanapokuwa wamepambana vya kutosha, wanakuambia sasa tunaomba urudi nyumbani ukakae. Wengine wanawashauri watu vibaya, wakwambia kwamba sasa nenda kaangalie masuala mengine kwa wataalamu. Lakini madaktari ambao wana hofu ya Mungu na wanamfahamu Mungu, wanakuambia sasa, ili tatizo lako linavyoonekana, bora uende katika maombi. Nenda katika chumba cha maombi, ama nenda kwenye huduma fulani, ama nenda kwa mtumishi fulani, naye atakuombea. Maana sisi tumefika mwisho. Mamlaka yetu imefika mwisho. Hatuna zaidi ya kufanya kwa ajili ya kukusaidia kwenye tatizo ili la kwako. Pendwa ndugu yangu, katika siku ya leo ninahitaji utafakari juu ya swala la mamlaka, kwamba omba Mungu akupe mamlaka. Mamlaka ndiyo inayotusaidia kuona vitu tofauti na watu wanavyoviona. Mamlaka inakupa kuliona tatizo kwamba hili tatizo pamoja na kwamba ripoti ya madaktari, ripoti ya watu wengi waliopitia katika swala hili inaonekana kwamba mtu akifika katika stage hii hawezi kabisa kusaidika, huyu ni wakufa tu, huyu ni wakupotea tu. Lakini mamlaka ya kimbingu inakupa kuona kwamba hapana, kuna msaada baada ya hapa. Kuna msaada utokao juu. Maana Zaburi ya 121 inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Maana huku chini yote yakiisha, Mwokozi atanitosha. Huku chini msaada utakapoisha huku duniani, nikaangalia hakuna sehemu napoweza kupenya kwa ajili ya kutoka katika kifungo hichi, na katika gereza hili, liwe la umaskini, liwe la kukataliwa, liwe la kukosa mtoto, liwe la kansa, liwe tatizo lolote lile la kukaa katika kukwama. Japo nina sifa zote lakini nimekwama, ipo mamlaka ya kimbingu inayoweza kuniketisha sehemu ambayo ninaketishwa na mbingu zenyewe, ambapo Mungu akishafungua huo mlango, ninajua ninatoka katika hili tatizo, sitabaki kama nilivyo. Na mimi nikwambie wewe unayenisikiliza siku ya leo, yapo matatizo mengi sana ambayo hayana majibu huku duniani, hayana majibu kabisa. Hata ungeenda moja kwa moja kwa president wa nchi au kwa mtu yote aliye mkubwa, ana majibu. Mamlaka yake imekuwa limited, mamlaka yake ina kikomo. Lakini mamlaka ya Mungu haina kikomo jamani. Mamlaka ya Mungu haina kikomo.
Inawezekana wewe ni mgumba au uzai, na sio kuzaa watoto tu wa kimwili. Inawezekana uzai kwenye masuala ya biashara, au uzai kwenye masuala ya masomo, au uzai kwenye masuala ya mihangaiko na mapambano unayopambana miaka nenda rudi. Lakini nikwambie neno la Mungu la kinabii siku ya leo kwamba ipo mamlaka inayokwenda kukutoa hapo ulipo na kukupeleka katika kiwango ambacho dunia isingeweza kukupeleka. Ipo mamlaka ya kimbingu ambayo tunapokwenda kufanya maombi hapo mwishoni inakwenda kukupeleka katika vile viwango ambavyo hujawahi kuvifikiri, kwa sababu mamlaka hiyo haichunguziki wala haina mwisho. Na mamlaka hiyo amepewa Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye tunamkiri kwa kinywa kwamba yeye ni Kristo na ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Na nikwambie, wala usije ukajiuliza ukasema, sasa ninawezaje? Mbona watu wengi wenye sifa kama za kwangu wamekwama pamoja nami? Sote tuko katika hali ya chini, na sote hakuna mtu ambaye amepata promotion. Mbona tumesoma wengi na tunapambania kama inatokea ajira tu ya watu 1000, tuna apply watu 15,000 mpaka watu 100,000. Unasema sasa mimi nawezaje kupenya katika eneo lile? Kutana na mamlaka ya Yesu Kristo. Ukisha kutana na mamlaka ya Kristo kupitia maombi na dua nitakayo kwenda kufanya, naomba nikuhakikishie ukweli ya kwamba mamlaka hiyo itakutoa hapo ulipo na unakwenda kutoa ushuhuda, sio ndani ya masaa mengi, sio ndani ya siku nyingi, ndani ya muda mfupi sana. Na haya maneno siyazungumzi kwa ajili ya kupamba ama kwa ajili ya kukufurahisha tu. Kuna mamlaka inayonituma kuzungumza hiki kitu. Kama utakubali kuamini pamoja na mimi, tunapokwenda kuomba, hicho kitu kinakwenda kutokea kwa kila yeyote yule. Uwe na uvimbe wa miaka mingi, uwe na kansa ya miaka mingi, uwe na ukimwi wa miaka mingi, uwe na tatizo la miaka mingi, kesi zisizoisha, uwe na madeni yasiyoisha, uwe na hali ya mnyororo wa laana, umelaniwa ama mtu alikutamkia mambo mabaya, au kuna mtu alienda kwa wachawi akazungumza vitu akakufunga kwa namna yote aliyoweza kufunga, iwe ya sirini au iwe ya waziwazi. Naomba nikwambie, ukiamini pamoja na mimi utakuja na ushuhuda, na hakika utawaambia na watu wengine, utawashuhudia na watu wengine wengi tu. Utasema kuna siku nilikutana na neno la Mungu linahubiriwa na mtu tu kama sauti ya mtu aliaye nyikani, lakini hilo neno na hayo maombi siku ile yalinitoa sehemu moja yakanipeleka katika sehemu ambayo hakuna anayeweza kunitoa hapo. Hiyo mamlaka ya kimbingu alionayo Bwana Yesu, na ambayo amenikabidhi mimi mtoto mdogo na kijana mdogo na mjoli wake na mtumwa wake, nina imani inakwenda kukuweka pale, na inakwenda moja kwa moja kukuweka pale. Naomba nikwambie ukweli, iwe katika swala la ndoa yako imezingua siku nyingi, na natumia na Kiswahili cha ujana, imekuzingua hiyo ndoa siku nyingi. Huyo mtu amezingua, awe ni mke aeleweki akamatiki ni kuchepuka, awe mume aeleweki akamatiki ni kuchepuka, ni hakuna ushirikiano wowote anaoutoa. Yani ni mtu ambaye anaonekana amekukataa moja kwa moja, yani hakuna chochote anachokionyesha kama uhai. Naomba nikwambie, mamlaka za mbingu zinakwenda kukurejeshea furaha yako kwenye lolote unalolihitaji. Wakati nitakapokuwa ninaomba kwa mamlaka hiyo, ninaomba unaendelea kusema asante Yesu, asante Yesu kwa sababu umeniona, asante Yesu kwa sababu umeniona, asante Yesu kwa sababu umeniona. Ninakwenda kuomba kwa njia ya Roho Mtakatifu, na Bwana wa mbinguni utakaposikiliza sauti hii ya maombi itapenya popote pale ulipowahi kufungwa, popote pale. Ama kama ni mtu ambaye unamjua na tatizo, mtaje moja kwa moja. Nitakapokuwa naomba, taja, Bwana naomba umkumbuke Francis. Mungu nakuomba umkumbuke Juliet. Mungu nakuomba umkumbuke Yohana. Mungu naomba umkumbuke fulani. Taja jina lako ama taja jina la yule mtu mwenye matatizo, na nikwambie Bwana anakwenda kufanya sawasawa na haja ya moyo wako. Haya maombi hata ukiangalia baada ya mwezi mzima, ama ukiyatumia baada ya mwaka mmoja, au baada ya miaka 9, au baada ya miaka inayokuja, pindi nchi idumupo, kila mmoja atakayesikia haya maombi siku ya leo, na ninakusonta kwa kidole hichi, kila mmoja atakayeshiriki hii sala milele, au anakaa Canada, au anakaa Amerika, au anakaa South Africa, au katika mkoa wote au kijiji cha mwisho cha dunia, atakaposikiliza
atakaposikiliza sala hii atafunguliwa. Kama ni vitu aliwahi kulishwa vya kiroho vya uchawi, atavitapika. Kama ni kifungo kimefungwa, umezikwa makaburini wakati walipozika ndugu yako, wakaweka na majina yenu wakazika pamoja na ninyi, wakazika mpini, wakazika jembe, wakazika kinu kwenye kaburi, wakazika nguo yako kwenye kaburi, ama wakafanya tambiko lolote ambapo haukuwepo, lakini wakakuhudhurisha kwa njia ya roho, wakakuleta mahali pale, wakatoa sadaka kwa mizimu, ndio inayoshikilia au ndio inayokushambulia kwa magonjwa ama kwa kukataliwa ama kwa roho yoyote ya kukwama. Naomba nikwambie kitu, hautakuwa kama ulivyo. Baada ya kusikia hii sala, ninakwenda kuomba. Jehova Rafa, Jehova Adonai, Jehova El Shaddai, Mungu uliyekimbilio letu na nguvu yetu, Mungu uliyekuwepo tangu zamani za kale, ukawepo katikati siku ya leo na utakuwepo milele na milele. Ninaweka mkononi mwako huyu mtu anayetazama hii video ya maombi. Ninakuomba ukutane naye sasa anapokwenda kufumba macho na kusikiliza dua hii na sala hii na maombi haya. Ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, ninambeba jinsi alivyo, ninamtoa hapo alipo, ninampandisha katika mbingu za mbingu za mbingu, katika madhabahu ya mbinguni. Ninakuomba ukatazame moyo wake, ukaondoe kila aina ya kifungo kilichoko ndani yake, ukaondoe kila aina ya mkwamo ulioko ndani yake, juu yake, kuanzia utosi wake hata unyayo wa miguu. Ninamtoa jinsi alivyo ndani yake, ninamchomoa yule mtu aliyeko ndani yake, kumhudhurisha mbele za Mungu, ahudhurie katika madhabahu na mkutano wa watakatifu mbinguni. Sasa hili tatizo lake likashughulikiwa huko mbinguni. Atakaposhuka kutoka mbinguni kuingia katika mwili wake, asiingie kama alivyokuwa. Fumba macho yako, fumba macho yako, fumba macho yako, usinitazame tena. Fumba macho yako, usitazame tena. Kama unataka kupona, usitazame tena. Fumba macho yako, anza kusafiri. Anza kusafiri. Usifumbue. Kaa sehemu ya peke yako, hakikisha uko peke yako. Anza kusafiri. Haya, malaika wa Bwana anakusafirisha hapo ulipo. Usiogope wala usifumbue macho, hautakufa. Usiogope wala usifumbue macho. Huo mwili wako unapouacha hapo, Mungu anaulinda. Mungu anakulinda, utaurudia mwili wako. Nenda. Bwana Yesu naomba umchukue. Haya, asante. Asante, anaanza kutoka. Usifumbue macho. Kama unataka kupona, usifumbue macho. Ukifumbua macho hautapona. Fumba macho mpaka utakapofumbua macho ukiwa mtu mwingine. Fumba macho, utafungua macho ukiwa mtu mwingine. Haya, asante. Kifungo cha kwanza, kifungo cha pili, kifungo cha tatu kinafunguliwa. Kifungo cha 4 unaondoka. Kifungo cha 5 unaondoka. Kifungo cha 6 unaondoka. Kifungo cha 7 unaondoka. Kifungo cha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Usifumbue. Aya, asante Yesu. Ninaomba Bwana, angalia huyu alivyoteseka Bwana. Aya, angalia hapo Bwana Yesu alivyokuwa ameteseka. Chomoa hicho kilichokuwa kimeshika hapo. Toa katika mwili wake Bwana Yesu, ninakuomba. Nao malaika ninaomba wafanye. Fanyeni. Toa uvimbe, toa matatizo, toa laana, toa ukomo, toa vifungo, toa magonjwa, toa dhiki, toa machozi yasiyokoma, toa Bwana Yesu, ninakuomba. Msiba, toa, ukamtoe katika pango, ukamtoe katika kifungo, ukamtoe katika laana, ukamtoe katika kukataliwa, ukamtoe katika kurudishwa nyuma. Ninaomba Bwana umuongezee mamlaka, ukamfunike kwa taji ya ajabu, ukamvalishe taji ambayo hakuna anayeweza kuitoa juu yake, ukapambane na kila anayepambana naye, ukamlaani kila anayemlaani, ukambariki kila anayembariki. Ninaomba ukamfungue sasa, ukamfungue, afunguliwe kwa chochote anachokihitaji. Iwe ni kupata pesa, ninakuomba ukampe pesa. Iwe ni kupata kazi, ninakuomba ukampatie kazi. Iwe ni kupata mume na mke, kupata mume au mke, Bwana ukamjibu. Iwe ni kujenga nyumba, Bwana ukamjibu. Iwe ni kupata kazi, ni kuanzisha vitu na kuvikamilisha, Bwana ukampe. Iwe ni kupata mtaji, Bwana ninakuomba ukampe. Wala usimwache. Baba, asante. Ninakuomba sasa, kwa sababu umesha kamilisha, mrudishe. Baba, ninakuomba umrudishe. Arudi. Ingia katika mwili wako ukiwa mzima, nami ninafanya sala ya kumalizia. Ingia katika mwili wako ukiwa mzima, nami nafanya sala ya kumalizia. Asante Bwana wa majeshi.
Hapo unaweza ukafumbua macho ama unaweza ukaendelea kufumba macho, hapo ni hiari ya kwako. Kipengele cha kufumba macho kimeisha, lakini unaweza kuendelea kufumba macho ama unaweza ukafumbua macho, vyovyote. Bwana wa majeshi, Mungu wa mbinguni, ulisema hapo zamani ukaniambia maneno yako ya uzima kwamba nabii uomba lolote naye ufanywa na Bwana. Ninakuomba Mungu wa mbingu na nchi, ukamfanyie huyu mtu sawa sawa na mapenzi yako na sawa sawa na jinsi anavyotamani moyoni mwake. Na ninakuomba Bwana Yesu, atakapochukua namba za simu kunipigia mimi directly, kile nitakachomtamkia kwenye tatizo la kwake ikawe ndio anapokea, na mwisho wa matatizo, mwisho wa shida, mwisho wa ziki. Ninakuomba dua hii Bwana. Atakapochukua namba ya simu akanipigia akaniambia, mtumishi, ninaomba uniombee katika jambo fulani, moja kwa moja nitakachomtamkia ndicho hicho tangu sasa na hata milele. Atapokea hicho, kwa sababu Bwana, mamlaka hayo ulinipa tangu zamani za kale. Na ninakushukuru kwa sababu neema yako ni kuu mno. Na watakaoamini wote, huyu atakapoamini, Bwana ninakuomba akarudi na ushuhuda, akilia kwa machozi, sio machozi ya mateso, ni machozi ya furaha, na akutukuze wewe wala asinitukuze mimi, sawa sawa na neno lako katika Zaburi ya 105 sura mstari wa 1, ya kwamba Bwana, kama kutukuza, usitukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya uaminifu wako na matendo yako yaliyojaa huruma na miujiza. Sasa ninamaliza maombi haya na kipengele hiki nikikushirikisha kwamba utakapokuwa na jambo zaidi hapo, unipigie simu ama uniandikie katika WhatsApp yangu kwenye namba ya 0766013159, ama kwa kwanza na kujumlisha kama uko kwenye taifa jingine, kujumlisha uanze nayo ile plus 255 766 013159. Hiyo namba iliyoko katika kioo kile, uendelee kunishirikisha, na Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu tayari amekwisha kutenda. Utukufu una yeye, sifa zote milele hata milele. Bwana Mungu akubarikie, akulinde, na Mwenyezi Mungu akuangazie nuru za uso wake, tena akufadhili kwa huruma. Na Bwana Mungu wa neema, anayetujalia uhai kila siku, akuinulie uso wake, akupe amani, kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina, amina, amina. Asante, ubarikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Asante sana.